You can be filled with the Holy Spirit. Unaweza kujazwa na Roho Mtakatifu. Knowledgeable enough. Na maarifa ya kutosha. But yet, my friend, lakini bado you are not growing in wisdom. Haujakuwa katika hekima. Maana nini? Kuna mambo ukikutana nayo kwa sababu una hekima utayageuza maandiko. Yale maarifa ndio utayatumia kujiua mwenyewe. Do you know wisdom is a right application of knowledge? Unajua hekima ni matumizi sahihi ya maarifa. Hujaona watu ambao shetani analeta machafuko kanisa wanasema ni heri tuhakikishe ili kanisa linasambaratika. Anayepata faida ni nani? Have you seen people who come to church and bring functions? Who is getting the profit there? Manake nini? Kuna vitu wanajua ni kweli, wanachojua lakini ni sahihi. If you have a wrong application of your wisdom, you are a fool. Kama ukiwa na matumizi mabaya ya sahihi ya maarifa yako, that's a foolishness. Unakuwa ni ujinga. There are people who are suffering with spiritual autism. Kuna watu wana huyu ugonjwa wa spiritual autism. Wanafikiri wanatatua, kumbe wanaendelea kuharibu. They think they're solving the problem, but in fact they destroy it. Wisdom is when you can apply properly your knowledge. Ni pale ambako unaweza kutumia vizuri maarifa yako. What do you know? Unajua nini? And how can you apply it? Namna gani unatumia? Nimeona hasa makanisa ya Pentecost. I've seen especially in Pentecost churches. Ni waanga wa eneo hili. They're the victims in this area. Yesu alikuwa akiongezeka hekima. Jesus grew in wisdom. Nisikilize. Listen. Mnamfahamu Yohana Mbatizaji? You know John the Baptist. Kama unamfahamu, umemsikia, umesoma, nyosha mkono. You read, raise your hand. Unafahamu wito wa Yohana Mbatizaji? Do you know the call of John the Baptist? Yohana alipoitwa na Mungu, when John was called by God, alifichwa nyikani. Wito wake ulikuwa ni wa nyikani. His call was called in the wilderness. Ngoja nikuonyeshe. Let me show you. Wito wa Yohana ulikuwa ni wa nyikani. The call of John the Baptist was in the wilderness. Na ndio maana watu walikuwa wanatoka mjini, sehemu mbalimbali wanamfuata Yohana porini. People moved from cities following him. Na Yohana alikuwa anakula nzige na asali. And John ate locusts and wild honey. Maisha yake yote. All his life. Na wito wake ulikuwa ni kumwandalia Yehova njia. And his call was preparing Jehovah for the way. Sasa nisikilize. Now listen. Mwisho wa huduma ya Yesu wa Yohana, the end of the ministry of John, ni siku amembatiza Yesu. is the day he baptized Jesus. Umenisikia nilichosema? You hear this? Mwisho wa huduma yake. The end of his ministry. Yani kwa tafsiri nyingine Yohana hakuwa na kazi tena. In other words, John was irrelevant. Tangu siku alipombatiza Yesu. John was not functional from the day. Na ndio maana baada ya kumbatiza Yesu, that's why after baptism, wanafunzi wa Yohana wakaja wakamwambia, yule jamaa uliyembatiza, the disciples of John came na yeye anabatiza watu huko. That the one baptized. Alafu Yohana akamwambia, sina budi mimi nipungue. Yes, sasa nisikilize. According to the law, kulingana na sheria, the law of the spirit, listen to me. John was an icon of Elijah. Alikuwa ni ishara ya Elia. So John was supposed to be raptured. So John alitakiwa atwaliwe. Hakupaswa kufa. Was not supposed to die. Yohana ni mbadala wa Elia. John was the icon of Elijah. Kwa mujibu wa maandiko. According to the scriptures. Na kwa mujibu wa ratiba za mbinguni. And according to the heavenly It was not written for John to be cut the head. Haikuandikwa kwa sababu yake akatokea. Maisha yote ya Elia Mtishbi ndio maisha yote ya Yohana Mbatizaji. Isipokuwa tu kwenye kifo. Was like John except death. Why? Kwa nini? You need to know. Inapaswa ujue. Yohana alipomaliza wito wake wa huduma baada ya kumbatiza Yesu. When John after baptized Jesus in his ministry. Akaondoka nyikani akaenda mjini. He left the wilderness and he moved to the city. Have you called to the city? No. Alipofika mjini akasikiliza umbea. When he came to the city, now he heard some rumors. Herode kachukua mke. Herod took the wife wakakake of the brother. Akasimama. He stood now. Akaongea vibaya. He spoke badly. Akakamatwa. Strongly. Akawekwa ndani. Was arrested. Put in prison. Kosa la kwanza. Because first his call was not in the city. His call was in the wilderness. And he's in a time of transition. Hivi unajua mtumishi wa Mungu mfano kama mimi. It's like, you know, natoa mfano nasema hivi. Mimi sifi ghafla. I'm not going to die immediately. Unatakiwa ujue hilo. You must know that. Yani Mungu akitaka kunichukua mimi sasa hivi. If God want to pick me now, anaweza akanichukua miaka 5 kabla. It can take me 5 years before the time. Ni mpaka mtu anayeweza kummendea kwenye ulimwengu wa roho akagundua Daniel is going. He can receive the mantle. Who can time in the spiritual realm and take the mantle. Amekufa huyu Occupy.
He has died. This man died, but before he died, many prophets have already prophesied. This man died. Genuine, achana hao wanaotabiri kwa umbea, wanatabiri ili makanisa yao yajae. Ukipima unabii wa mtu unagundua chuki ndani yake. But there are prophets, genuine prophets. Forget about these false prophets. Lakini kuna manabii kwa ukweli kabisa. Ukimsikiliza unaliona pendo la Mungu. Uone kujikweza. Eti mtanijua mimi ni nabii. Wewe ni nabii. Mungu amekuita kabla sisi hatuja kuona. Kwa kama hujiamini ni wewe na matatizo yako. Someone is saying, "Oh, I'm a prophet." If God na Mungu akikupa unabii, wewe sio kazi yako kuuchochea waone imetokea. Wewe ni feki. If God gave you a prophecy, it's not for you to tell the people, let them see it has come to pass. Sio wewe wakuambia imetokea, unakesha imetokea. Na nyinyi hamuelewi. Unabii wa Mungu unadhibitishwa na Mungu mwenyewe wala sio nabii mwenyewe. Prophecy of God is confirmed by God himself and not the prophets. Wangapi wamenelewa ninachosema? Unabii wa Mungu unadhibitishwa na Mungu mwenyewe na wala sio nabii. Is confirmed by God himself and not the prophet. Sasa Yohana ameitwa nyikani. So John is called to the wilderness. Wito wake ni wa nyikani. Is called that call of wilderness. Na katika mwanzo wa wito wake hakuambiwaga utakaa wapi mjini. In the beginning of his call was not told you'll be in the city. Haya, amefika mahali ameshambatiza Yesu, kazi yake imeisha. Anangoja kuondoka. It came to a point to baptize Jesus. His job was over. Anangoja na yeye atumiwe wale farasi. He was waiting the horse chariots of fire to be sent to him. Kashaingia mjini. Is in the town. Kashasikiliza umbea. He heard some rumors. Kashaanza kukemea. He started to rebuke. Nikwambie swali. Hivi mnajua wakati Yohana anakamatwa? Do you know when John was arrested? Huduma Yesu ndio ilikuwa kwenye peak. The ministry of Jesus was at peak. Kwa ninachomaanisha hapa, aliyetakiwa kukemea sana alitakiwa awe Yesu. That means who was supposed to rebuke that was si tu kwa sababu kwanza ni kwa sababu huduma yake ndio ilikuwa at the peak. First, his ministry was at the peak. Alafu cha pili kwa sababu yeye ndio mbeba dhambi ya ulimwengu. And secondly, he was the carrier of the sin of the world. Kwa hiyo he is not supposed to be comfortable with sin around. So akupashwa kuwa comfortable na dhambi kitendeka. But we hear Jesus was quiet. But we see Jesus alikaa kimya. Kwa nini? Why? Unafanya hadi, yani kuna watu wanafanya hadi ujinga uonekane ni hekima. Some people make even ignorance to be seen as wisdom. As you check your spiritual life, unapochunguza maisha yako ya kiroho, check how you are growing in wisdom. Chunguza namna ipi. If you are not growing in wisdom, madam, get ready for death. Kama ukui katika hekima, mama, jiandae kwa ajili ya sir, you die. Kijana, siongelee kifo cha kimwili kwanza, naongelea cha kiroho. Nimeona makanisa yanaharibika kwa sababu ya kutokukua katika hekima. I've seen churches dividing because of lack of growing in wisdom. Yule mtoto, that child, akajaa hekima. Was filled with wisdom. Mchungaji, nitajueje ninakuwa kwa hekima? Pastor, how do I know that I grow up in wisdom? Hekima ni rahisi mno kutambua. It's very simple to recognize, to identify. Jambo la kwanza, angalia namna. The first, look at the way unayatumia maarifa Mungu aliyokupa kwa usahihi. Look at the way you apply correctly the knowledge God has given to you. Yaani utajijua mwenye hekima. You'll know that you are wise. Kwa namna unatumia maarifa ulionayo kisahihi. In the way you apply your knowledge correctly. Sio kushambulia wengine. Not to attack other people. Si kupiga wengine. Not to fight with other people. You are growing enough. Unakuwa kutosha. Kuna watu wamesababisha mifarakano kwenye makanisa, wamegonganisha watu. Wewe, some people have caused the factions in churches, conflicts in churches. Wanajiona kama wamekuwa, hujakuwa is until you have wisdom. They think they have grown. You are not grown unless you have wisdom. Wametengeneza makundi. They've created factions. Kwenye ofisi wapi huko? Unatengeneza makundi. You are creating factions. If you check how you grow, kama ukitazama namna unakuwa, you must check the level of your wisdom. Lazima uchunguze kiwango cha hekima yako. Na nisikilize. And listen. Kama mtu hakui katika hekima, if a person does not grow in the area of wisdom, anaendelea kuongezeka kuwa mpumbavu. He continues to grow in foolishness. Wewe upepo mdogo ukija, hata umbea unakuondoa kanisani. When a small wind comes to blow up, it will take you out of the church. If you are not growing in wisdom, kama ukui katika hekima, you just know. Fahamu. The law is there. Says you are still becoming a fool. Inasema kwamba unaendelea kuwa mjinga. Sio kwamba ukui. Not that you don't you grow. are growing on the side. Unavuta upande wa wajinga. Unakuwa on the other side. So you are pulled on the side of the foolish people. Huwezi kuamua kwa hekima. You can't make
a wisdom decision. Huwezi kufanya kwa usahihi. You can't do things correctly. Huwezi kusimama sawa sawa na Mungu anataka. You can't stand according to the will of God. Kama ukui katika hekima. If you don't grow in wisdom, unaendelea kukua. You continue to grow katika upumbavu, in a foolishness, in ignorance. Ndio maana kuna vitu unakuja kusikia amesema, amefanyaje. Why? Because they have never grown in wisdom. And you can hide everything, but you cannot hide your foolishness. Unaweza ukaficha kila kitu, lakini huwezi ukaficha foolishness. Upumbavu must be exposed you. Like how wisdom, you cannot hide it. Wisdom is exposure. Ni kama vile hekima huwezi ukaficha. Ni kama vile inakuonesha kwa watu. Kuna mtu ukimsikia tu anavyoongea unagundua hili ni lipumbavu. Some people, the way they speak, you know, is a fool. Na kuna mtu ukisikia anavyoongea unagundua huyu ni mwenye hekima. When you hear they talk, you can say this. There are two things you cannot hide in earth. Kuna vitu viwili huwezi ukaficha katika maisha. Wisdom hekima and foolishness. Na upumbavu. You cannot hide it. Huwezi kuificha. And even you cannot pretend. Na hata hivyo huwezi kujifanya pia. You cannot pretend to be a fool. Huwezi kujifanya kuwa mpumbavu. And you cannot pretend to be a wise. Na huwezi pia ukaiga kuwa mtu mwenye hekima. You need to check yourself. Inapaswa ujichunguze. How are you growing in wisdom? Inapaswa ujichunguze namna gani unakuwa katika hekima. Inahitaji hekima. It needs wisdom. Kuomba hekima. To ask for wisdom. At least Suleiman alikuwa na hekima ya kibinadamu. At least Solomon had human. Biblia inasema the Bible, kuna hekima ya Mungu there is a divine na hekima ya kibinadamu. And the human wisdom. Suleiman alikuwa na hekima ya kawaida ya kibinadamu. Solomon had a common human wisdom. Hello. Kama uko na mimi sema amina. If you are together say amen. Yes. Ndio. Wewe nakuuliza swali. Hapa sasa hivi ungepewa hiyo ofa na Mungu kumwambia. If God gave this offer, omba lolote utakalo. Ask whatever you want. Jiulize, acha na msemo ungeomba hekima. Si umemsoma Suleiman? Forget about to ask for wisdom. Hata mimi ni rahisi leo kwa sababu nimemsoma. Pengine mimi ningeomba kitu cha ajabu kuliko wewe. Maybe I could ask for something so strange than you. Ndio maana nilishangaa sana ule kijana tumwambia aombe chochote nitakachomwombea afu anambia naomba Biblia. That's why I was surprised by that man said ask anything. He asked for the Bible. I said kuna mtu anasema ningepata hiyo nafasi ningeomba mtaji. Someone said if I got the chance I would ask for a capital. When we do spiritual check-up, tunapofanya uchunguzi wa kiroho, we check our level of intimacy with the Holy Ghost, tunachunguza kiwango chetu cha with God, and we check how we grow in the side of wisdom. Na pia tunachunguza namna tunakuwa katika eneo la hekima. Hakuna mwenye sifa ya hekima ambaye ana mashindano. Hata ukitaka kuoa, even if you want to marry, mwangalie binti ukimkwaza anaongea nini. Kile anachoongea ndio kinatafsiri yeye. When you a friend, see what they respond, that meaning of wisdom. Mbwa kabisa kama baba yako. You are a dog like your father. You are marrying a cockroach. Hapo kabisa unaoa mende. Hivi unajua binti mwenye hekima? Do you know a wise lady? Akikwazwa kweli, when is highly offended, kabla hajasema chochote analia. Before they say anything, they cry. Kutana na lipumbavu. Now, find one fool. Mkwaze ndo utaelewa. Offend them. Kwanza matusi yamekaa hapa. Yamekaa kwenye jino la mwisho. Yani tusi linaangalia mlango wa kutokea. The insults are there, just waiting to trigger off. Wanaume wapumbavu nao wapo kama kina Nabali. We have also foolish men like Nabal. Na wenyewe wanapimwa kwa majibu yao. Ukiona kwenye maisha mtu ana maneno yake mengi anasema hakuna wa kuniambia chochote. If someone like hakuna kusema jua huyo ni mpumbavu. No, that one is a fool. A fool plus. A fool. That's a sign of foolish people. Hiyo ni alama ya watu wapumbavu. Nabali anasema kwani Daudi ni nani? Nabali is asking who is na mwana wa Yese ni nani? Wako watu wametoroka bwana zao. Alafu wanajidai ndio wakuu katika Israeli. Anamtukana Daudi. Is insulting them. Ukiona mtu anaanza kusema hakuna wa kuniambia chochote, jua umekutana na mpumbavu mwenye mvi. When a person says no one can tell me anything, no, you've encountered a foolish man with gray hair. Wenye hekima wote wanajua wana watu wa kuambia nyamaza wakanyamaza. Geuka wakageuka. All the wise men know there are people who tell them turn right, they turn right, turn left, they turn left. Anasema kwani Daudi ni nani? And is asking who is David? Na mwana wa Yese ni nani? The son of David, who is he? My friend, rafiki yangu, as we check today our spiritual checkup, tunaofanya uchunguzi wa kiroho, check how are you growing in wisdom. Chunguza namna ipi unakuwa katika hekima. Na mara nyingine angalia unapoona madhaifu unayachukulieje madhaifu, utapima hekima ulionayo. See how you consider weaknesses. That God is going to measure how wise you are. Yako madhara makubwa sana kama haujichunguzi unavyokuwa kihekima. Maana yake
Hakika kama fedha ilivyo ulinzi, kadhalika hekima ni ulinzi kwa yeye alionacho, imeandikwa. If you lack wisdom, you will die before your time. Kwa maana hekima ni ulinzi kama vile fedha ilivyo ulinzi. Na ubora wa maarifa ya kwamba hekima umuhifadhi yeye alienayo. Wisdom gives life to those who have it. If you don't have wisdom, you don't have life. Hekima umhifadhi yeye alionayo. Unaona Kiingereza anavyotumia neno hilo, anasema but the excellence of knowledge is that wisdom gives life to those who have it. Ubora wa maarifa ni kwamba hekima umhifadhi yeye alienayo. Kiswahili anasema umhifadhi, maana yake hauawi. It does not die, that means it's preserved. Lakini anasema in English they say he give life to those who have it. Wewe kaangalie kwenye maandiko, kuna mtu mwingine alikuwa anaitwa Stefano. I just look at the scripture, there's someone else called Stephen. Mhubiri. Kwanza Stefano alichaguliwa kuwa shemasi. Tupige kura zikamwangukia nani? Stefano. Ajaze nafasi ili watu kanisa lisiteseke. Stefano akaona kudaka watu sio kazi yake. So Stephen took another job which is not his. Moyo unamwaka na roho inamwaka. Injili ile aliyoikopi, alikopi injili ya Petro. He copied the same yote aliyohubiri. Lakini kwa Petro watu walitubu. But to Peter people repented. Wakaokoka. Kwa Stefano alichofanya, kwa kadri anavyohubiri wanamsagia meno. Kwa kadri anavyohubiri wanamsagia meno. Hekima umuhifadhi, give life to those who have it. Umuhifadhi yule mwenye kuwa nayo. Kwa kadri anavyoendelea wanamsagia, mwisho akachukua mawe akamtandika Stefano akafa. Unajua hasara ni nini? Ni kweli alimuona Yesu amesimama akampokea. Kabisa na mbinguni aliingia. Lakini nikupe hatari moja ni kwamba hakuna hata mtu mmoja aliokoka kwenye mkutano wake. No one was served in his crusade. Lakini ameuawa. But he was killed. Wisdom gives life to those who have it. Hekima humpa uhai yule aliyenayo. Daudi siku moja alikuwa anamlilia amiri jeshi wake mmoja, akasema Abimeli, umekufaje kipumbavu na hiyo? One day David cried for one of these generals. Have you ever read that scripture? Why have you died so miserably? Inawezekanaje ukafa kijinga? How possibly you come to die miserably like this? You have to check yourself. Inapaswa ujichunguze mwenyewe. Wisdom hekima gives life. Hekima utoa uhai. And it need wisdom to pray for wisdom. Inapaswa pia hekima kuomba kwa ajili ya hekima. Hakuna mpumbavu anaweza kuomba hekima. No fool can ask for wisdom. Even Solomon himself, even kata Solomoni mwenyewe, he has a gift of wisdom. Okay, wewe huwezi kunielewa. Umepelekwa kwenye buffet alafu unaambiwa chagua kimoja hapo. Have you going to the buffet and we're being told kuna kuku, to choose food? Kuna bata, the chicken, kuna mbuzi, duck meat, kuna ng'ombe, mutton, kuna kuku nishataja. Wewe ndio maana una mashavu. Kuna chipsi, kuna nini? Alafu naambiwa buffet hili lote ni kweli, lakini tunataka uchague kimoja. And you are told, yes, buffet with all this assortment of food, but you have to choose one. Kuna watu watabaki wamezubaa kwanza. Some people will remain dumbfounded. Kuku nishakula. I've eaten chicken. Nile bata. Lakini bata sijawahi kula nitaharisha. I've never taken duck. Sijui nile mbuzi. Maybe I take mbona vinyango vyenyewe vidogo namna hiyo. But they're small pieces. So mpaka uje uamue ni Mungu amekusaidia. Until when you decide, ni Mungu mwenyewe akuchukua kuambia omba chochote utakacho. But this man, lakini mtu huyo simple, he said to God, akasema kirahisi kabisa, nipe hekima, give me wisdom, nijue kutoka I know how to come out and get in. Biblia sema Bwana akaona ya kuwa Suleimani, the Bible say that, ameomba ombi la muhimu. The Lord saw that Solomon had important. Alafu Mungu akamwambia kwa kuwa umeomba hekima, God said because you asked for wisdom, ukutaka hela, you did not need money, ukutaka mafarasi, you never asked for horses, basi vyote all this na zaidi ya vile ulivyoomba umepewa, vitakuwa vya kwako. Na Mungu akamwambia Suleimani, hapata kuwa na mfalme kabla yako, there shall not be king before wala baada yako. No. The prayer for wisdom need wise people. Maombi kwa ajili ya hekima inahitaji watu wenye hekima. Hakuna mtu mpumbavu anaweza kuomba hekima. No fool can ask for wisdom. Ni wenye hekima. Is only the wise. Uomba hekima. Ask for wisdom. Angalia unavyosema. Look at the way you speak. Angalia unavyotumia maarifa ulionayo. Do you apply your knowledge? Angalia unapojikuta kwenye scenario na situation. Angalia pia wakati mwingine unavyoweza kucontrol hisia zako. See how you control emotions. Hekima huwa inaweza kumsaidia mtu akacontrol
Wisdom can Hivi unajua mtu mwenye hekima anaweza ukasirika na usijue ukaendelea kucheka maana wewe ni mpumbavu. The wise can be angry and you continue to laugh because you are a fool. Hey mama, hey, mwenzako ameshakasirika saa nyingi. Lakini kwa sababu wewe hujui, maana mwenye hekima hana uwezo wa kucontrol hisia, emotions zake. Because the wise have the ability to control their emotions. Ni ngumu sana wakati mwingine kujua amekasirika. Sometimes very hard to know when they are angry. Yuko kimya tu. It's just quiet. Hata kutana na mpumbavu. Now find lazima aseme umenikwaza. He must say you have offended me. Hili limeniumiza sana. This you have broken my heart. Safari hii nimeumia sana. Sijasema usionyeshe hisia zako. I'm not saying you should not show your emotions. Endelea na mambo yako unayofanya. Continue with what you are doing. Ikiwezekana kodisha lina zabufa mtaa mzima, sema amen. If possible, even higher than how to speak in the streets. Any wise man know how to control the emotion. When you are so happy. Unapokuwa na furaha sana. Wanajua hata wakati wa furaha. They know in time of being happy, they can mute. Hiki ndio kilimponza Herode. Kafurahi, halafu akasema ombeni chochote. Herod was very happy, he was excited. Utajua ugonjwa ule wa Yohana ndio huo ulimuua upande wa Herode. The same sickness of John killed Herod. The man was so happy. Huyo mtu was so excited. Like how John was so angry. Like even John. Yohana aliposikia habari za Herodia akashikwa na hasira akatokea kwenye mitandao ya kijamii. When John heard about Herod, became angry and appeared in social media. Halafu akaondolewa kichwa. And he was beheaded. Herode naye wamedansi alipofurahi sana. You see how you can measure your wisdom. Check your emotions. So unaweza kupima hekima yako, angalia hisia zako. Check how you control your emotions. Angalia namna gani unatawala hisia zako. At the peak of your happiness. Katika kilele cha furaha yako. What do you say? Unasema nini? What do you decide? Unaamua mfano and even at the peak of your anger. Na hivyo hivyo katika kilele cha hasira yako. What do you say? Unatamka nini? What do you decide? Unafanya maamuzi gani? You can check the level of your wisdom. Unaweza kupima sasa kiwango chako cha hekima katika hayo.